Mimi naitwa Pastor Richard Washira na leo ni siku kubwa kwangu, manake naenda kutawazwa ama kuwa commissioned kufanya kazi. Sasa naenda kwa kama vile Samueli wa kwanza 9 mstari wa 10 inasema hivi: iko mtu wa Mungu pahali pale, lazima tumwambie na tumuulize maswali, na hivyo nasemaga inatendeka. Tuenda pahali pale ili tutawaze, ili tuanze kazi upya, manake hii kazi ni ya Mungu, ili tuweze kuokoa wengi, ili tuweze kutoa wengi katika dhambi, na wale watu ambaye wanamcha Mungu, wale watu ambaye wanaamini Mungu na wanamuogopa na wafanye kazi ya Mungu bila matatizo yoyote. Nimeomba Mungu, Roho wa Mungu kaa pamoja nasi tunapoelekea pahali pale, wa Mungu kutuongoza, na nenda damu ya Yesu kutoka mahali hapa walikuwa tutapitia, naomba uwepo wa Roho Mtakatifu kaa pahali pale. Na ni hayo tu kwa sasa, tukiendelea hivyo na Mungu atatusaidia. Hapa ndio mimi nahubiri. Kuanzia leo nitakuwa nimetawazwa kisasa, na kuanzia sasa mambo itabadilika. Naamini Roho wa Mungu atakuwa pamoja na sisi, na hii kanisa itajaa watu, sababu Mungu yuko na anatenda. Tunamuomba, anatenda. Tunamuita, anaitika. Yeye ndiye mfalme wa falme. Tunaongea damu ya Yesu wakati huu, tunapotoka hapa ikatuzingira, tukienda pale tunaenda kwa pamoja nasi Mungu. Nimeomba, nimeamini, tutakuwa pamoja nasi.
move of the Holy Spirit, the move of the Holy
sifa. Nasi ambao tunakuja kushuhudia, tunaomba ututembelee katika yako nao nakuomba aishuke ikatembee katikati yetu. Utukuzwe uheshimiwe katika jina la Baba na Mwana na Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Mungu akapate kuwabariki our bishops, our pastors, our reverends, our pastors, wale wote tunangoja kumwagiwa mafuta na kuwa commissioned kwa kazi njema. Bwana akawabariki na akawatende mema. Ningependa kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wageni wetu, jamii ambao wamekuja kushuhudia huduma kubwa ambayo inaenda kufanyika. Kwa sababu ninataka kuamini ya kwamba mafuta haya wapendwa hao wanapomwagiwa, si kazi tu ya nyumba ya Bwana wanamwagiwa kufanya, lakini hata kwa manyumba, kwa vijiji wanaenda kufanya kazi ya Mungu na Bwana atatukuzwa kupitia hawa wapendwa. As in God bless you so much. You are so much welcome. We love you so much. Tuwaambie wabarikiwe. Mbarikiwe. Ambia mwingine barikiwa. Mwambie asante kwa kukuja siku ya leo kushuhudia hawa wapendwa wakimwagiwa mafuta. May the Lord bless you so much. We really appreciate you. We really love you. Unajua ungekuja peke yao, wawe ni wao peke yao, haiwezi kawa na utamu. Wewe ndio umefanya hii function ikawa na utamu kwa kufika kwako. May the Lord bless you. May the Lord do you good. Asifiwe. Simsalimia hivi. Bwana asifiwe. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya hii nafasi ambayo ametupatia, na asante kwa sababu ya kila mmoja wenu. Na Biblia inasema kwamba sisi upanga, lakini Mungu ndiye anawezesha tuweze kufikiana, na ndio tunashukuru Mungu kwa sababu ya kila mmoja wetu na wale wengine wanakuja. Na leo tungetaka tufuate programu yetu na tuweke masaa ili tuweze kufanya kila kitu, na juu ya yote tumalizie kwa muda unaofaa. Nataka tusimame juu. Let's stand up and then we welcome our bishop to come and share the word of God with us. Nataka tusimame zote. Biblia inasema wale ambao wanaheshimiwa tupatie heshima. That's what the Bible says. Thank you. We may get seated in the presence of God. Thank you so much, Reverend George, for the opportunity and for a good word of welcome. Thank you, Bishop Kamau and your wife, and everyone that is here. Ninawasalimia katika jina la Yesu Kristo. Bwana atukuzwe. We bless God for what He has been doing in this ministry, and especially in the life of the founder, Bishop Kamau, and the wife. And being a close friend to this ministry, I'm really grateful for the Lord's doing. We thank God for the ordainees today. Indeed, it was a journey. And it has not been very easy, but it is also a beginning of another journey in the work of the ministry. Allow me to bring forth the word of God, and we read in 1 Timothy chapter 4. If you have your Bible, open in the book of 1 Timothy chapter 4. A very familiar scripture. We are going to read verses 1 all the way to verses 6. Only 6 verses. 1 Timothy chapter 4 verses 1. And I want to talk about being a good minister of the word of God. 1 Timothy 4 verses 1, the Bible says, now the Spirit expressly says that in the later times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons, and in different ways. And we know very well
minister of God. Not everyone that says the Lord is a minister of God. And not every preach the gospel is the gospel of Jesus Christ. We have so many men of God, but we are few men from God. I want to say it again. We have so many men of God in quotes, but very few men from God. Anytime Moses delivered the message of God to the children of Israel, he was always coming from God. There are those that hang from God. They hang. There are those hang from God. For the people. But we need those that are coming from God. Paul instructing Timothy. Because Paul instructing Timothy. Because he was handing over the work of the ministry to him. And he was committing the word, the gospel of truth, to his son Timothy. He spoke to him about being a good minister. We are here today because of all these servants of God. Some are to be ordained to be pastors and others reverends. But minus the titles, we are all ministers of the gospel. It is the will of God in these last days we be good servants of the gospel. And Timothy had certain responsibilities that he was to handle in a time of a glowing apostasy. Kulikuwa na upotovu in preaching of the word of God. But Paul is telling Timothy, instructing him on certain responsibilities if he was to be a good minister of the word of God. Number one, he told him in verse 6, where we have already read, teach the truth of the gospel. Pastors and ministers and the men of God that are here, we can attest to this in our time. The truth of the gospel is there in our time. But I charge you the way Paul charged Timothy. As you get ordained today and get commissioned to preach the gospel, remember to preach the truth. The truth of the gospel. Somewhere else Paul said, many will not be ready to hear the truth of the gospel. They'll have itching ears to listen to the truth of the gospel. When you know so well, today, people want to be lied to. Want to be lied to. Then to feel comfortable. To keep them in the church. But if it is the gospel
preach the truth Kuja injili yenyeyo. of the gospel. Oma wa injili. And this gospel, Na injili yeno. when we preach it in the truth, Ninatumia yana oma wa gai. it is like drivers of the Lord. Yani nitaje na pakenye wa rogendo. As we drive on the Lord, Ndio tuagere na jira ineo. we encounter some signs as we drive. Netule tuikaga kuona manene ni wa rogendo lolo. Some signs tell us about where we are going. Yani maki mago turakora turarona. 10 kilometers to where you are going. Yani kilomita 10 ngora turarona. And there are some signs Na niko kwa kuna sign. that warn us as we drive Siago tuoni nina turatwalikia gari na injili. about the dangers that can be there on the road. Na metinura ngekoro ejira ine togethie. Like bridges, Yani darasha. there are falling stones, Yani kwenda malima. there is a steep down there. Kwenda go strip down na ko. Those signs speak to us about the truth of where we are going. Sai nishida tunaomba wakore turalete. Tell them the truth. Maya gai. Including the dangers of sin. Ona igororia ugwati wa meria. Yatwekele sheko ine kigo kya gai. Servants of God. Dukata shia gai. Ministers as you get ordained today. Otoria mo mwiterio magutobo. Decide in your heart Yani mwene ya goro ine kana mutwe matua. to live out the word Yani that you preach. yani gwekara sheko ine kigo kya mwaguti. Be practical Mutu ikendo agweka sheko ine. in the word that you teach. Kigo ine kya mwarutana. Number 4. Odo wakana. Paul told Timothy, Paulo wakiendelea Timotheo. you are also supposed to grow in the word. Mweko inyuothe mukore thĩinĩ wa kiugo. You grow in the word. Ukore thĩinĩ wa kiugo. One of the purposes of leading the word of God Ũndũ ũrĩa wa bata mũno kũigua kiugo kĩa Ngai kana kũhunjia kiugo gĩkĩ. is not just knowledge. Yani to ũngĩ. As you grow in the word, Ũngĩkorwo ũgĩkũra thĩinĩ wa kiugo. you are growing spiritually as a minister. Kiugo gĩaku thĩinĩ wa kĩroho ta ndungata. Poses a challenge to them to grow. Paulo akĩmahinyĩrĩria nĩgetha matuĩke andũ a gũkũra. We have so many servants. Twĩna ndungata nyingĩ cia Ngai. Let me quote something Reke ngwete ũndũ. that Paul said to Timothy Ũndũ Paulo arĩirie Timotheo. in 2 Timothy chapter 4. Timotheo wa kerĩ. Becoming a good servant, Akorwo e ndungata nginya preaching the gospel, kutia injili ĩno. doing the work of God, Weka kiugo kĩa Ngai. devoting himself Kuneana. in order to fulfill his ministry. Akinyanĩria ũhoro wa ũthĩnjĩri Ngai wake. This is what I'm saying. Haha nĩho amoiga. We are doing these things. You are not Jesus. Wewe tiwe Jesu. Upumzisha kila mtu mizigo yake. Ũhurũkie atĩ mũndũ o mũndũ mĩrigo yake. Let's point people to Jesus Reke twerekerie andũ kwĩ Jesu. so that we can take care of ourselves. Nĩgetha na ithuĩ twĩgitĩre ithuĩ enyewe. A good minister. Twĩka ndungata nginyanĩru. And a good minister Na ndungata nginyanĩru. will produce good members. Arutaga kana aciarithagia ndungata njega. A reproduction of yourself. A reproduction of yourself. Yani maciara marĩa we wĩ namo nĩmo ũkũruta. I challenge you today. Ndamũhinyĩrĩria ũmũthĩ. In the name of Jesus. Angĩkorwo inyuĩ andũ a Ngai, Don't go to copy others. mũtigo mũgatũkia arĩa angĩ. Be a good minister of Jesus. Twĩka ndungata nginyanĩru ya Jesu Kristo. Preaching this gospel. Ukihunjia injili ĩno. Bwana Yesu asifiwe. Bishops wetu, Bishop George and Bishop Wabogo, pamoja na our first ladies, Bishop Mama Bishop Peter Kamau. Second Peter chapter 1 verse number 10. Make sure, hakikisha umeitwa na pigania. Hebu nisikie. Na sijui naweza ongea na lugha gani as your spiritual father for you to understand this. That mwito wako hakikisha. Let me put it vile imesema. Ninapo hand over mic. Biblia inasema hivi
2 Peter chapter 1 and verse number 1. Nitasoma ile ya NIV. Make every effort to confirm your calling and your election. Sijui, make every. Wapendwa, mtumishi wa Mungu akihubiri, kuna neno nimelikumbuka, hapo ndio nimekubukia hii neno nilipoambiwa coordination yangu ya kwamba make sure atuwekee NIV tafadhali, na upunguze NIV. This letter is from Peter, a slave, an apostle to Jesus Christ. I'm writing to you who share the same precious faith. Bwana Yesu asifiwe. I'm writing to you who we share the same precious faith that we have. This faith we have given unto you because of the no. Na mahali verse 10 in chapter 8 verse 1. Roho ya kupigana na mafuta, roho ya kupigana na watumishi wako kuanzia leo. Jehova, Isaia alisema hakuna silaha itakaonipinga, hakuna itakainuliwa, hakuna itakayesimama kinyume itakayefaulu, lakini akasema nitanyamazisha chochote kile kinaongea. Siku ya leo tunapoenda kumwagiwa mafuta, nyamazisha lolote, nyamazisha roho ya kutupinga, nyamazisha maneno ya kuwapinga katika jina la Yesu Kristo. Natangaza siku ya leo, hata kama si Jehova hao wanamwagiwa mafuta, yeyote alifanya biashara, alitaka kuolewa, alitaka kusoma, aliko shule Bwana, lakini kuna roho inapigana naye, na kataa hiyo roho katika jina la Yesu Kristo. Kataa roho ya kupigana naye. Wengi walienda shule hawakufaulu, wengi walienda makazi wakatoka hata wakaacha mishahara, wengi walienda college, watu wakafikiri ni yeye amekataa. Tumekataa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho yongekorohura na ganaidu, roho wa toimono, roho wa koma, roho wa kutoshokia na dhudha, roho gato tigatuekania rika mashaka taraboze rimahanda raboshia, in the name of Jesus. Jehova, kama kuna maneno yaweza kuwa kinyume nasi na tupinga, roho ambayo inapinga doa, roho inapinga mafuta, roho ambayo inapinga. Wakati Goliathi, Daudi alipoona Goliathi alisema huyu nitaua, kwa sababu kuna mafuta inatusukuma mbele. Naomba this anointing itawasukuma mbele. Hii anointing itawatetea. Hii anointing ita break every yoke. Hii anointing itawasukuma mbele. In Jesus' name. To God be the glory. Thank you, Holy Ghost of God. Yeah.
each one of you to witness and to pray as we consecrate. Reverend David Isharia Kamau, Reverend Margaret Wajiro Gadoro, Reverend Henry Mwangi Waidaka, James Gishuro Jenga, and Reverend Martin Karaja, as Reverend in the Church of Jesus Christ, under Victoria Road Seekers Ministry. And now, as ministers of the gospel, and all brothers, all brethren present today, trusting in guidance of the Holy Spirit. Do you agree to approve? I'm asking the whole church. Yes. Do you agree to approve? Yes. Pastor David Isharia Kamau to be reverend? Yes. Pastor Margaret Wajiro Gadoro to be reverend? Yes. Pastor Henry Mwangi Waidaka as reverend? Yes. Pastor James Gishuro Jenga as reverend? Yes. And Pastor Martin Karaja Mwangi as reverend? Yes. Do you agree to approve them? Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama mumekubali niambie, yes we do. Yes we do. So today here, Reverend David Isharia Kamau, Pastor Reverend Margaret Wajiro Gadoro, Reverend Henry Mwangi Waidaka, Reverend James Gishuro Jenga, and Reverend Martin Karaja Mwangi. As a servant in God or a church, you are called to proclaim the resurrection of Jesus Christ. Right interpretation of the word of God, that is the gospel. Testify of Jesus, the sovereign, as Lord of Lords and King of Kings. Guard the faith, unity, and discipline of the church. Celebrate and provide the administration of the ordinances of New Covenant. And be in all things faithful servant and minister or wholesome example of the fruits of Jesus Christ. Within your fellow leaders, with all your fellow leaders, you will share the leadership of the church throughout the world, not only in Victoria, but throughout the world. Praise the name of the Lord. Amen. Can we celebrate God for that? And you will share the leadership of the Jesus Christ throughout the whole world. You will your inheritance is in faith, particularly prophet. Na karibuni nyote katika ordination hii ya siku ya leo. Tunafurahia Bwana kwa kuona nyinyi nyote. Mungu akawabariki. Ni jambo la busara kumtumikia Mungu. Ukiangalia ni jambo la hekima. Serving God. Kama mtu anachungaga mtu wake, yule anamfanyia kazi na akigojeka unasikia vibaya. Je, na huyu wa Mungu? Unajua si ati ni kuwalipa tunawalipaga, ni kujipeana. So hebu wapigieni makofi mazuri. On behalf of Victoria Road Seekers Ministry, I do welcome each and everyone to witness and to pray for this consecration or ordination. Richard Washira Muturi, Freshia Wajiro Kuria, Jane Duta Karaoke, Mary Wambui Gadu, Josephat Kaigai Mwangi, Elizabeth Wagare wa Migwi, na Gladys Muthoni Mwangi.
As pastors in the Church of Jesus Christ, under Victoria Lord Seekers Ministry, now minister of the gospel, and brethren present today, trusting in the guidance of the Holy Spirit, do you agree to approve them? Do you agree to approve Pastor Richard Wachira Muturi, Pastor Freshia Wajiro Wakuria, as a pastor in this ministry? Do you agree to approve Jane Duta Karaoke as one of the pastors? Do you agree to approve Mary Waboigadu as one of our pastors? Do you agree to approve Josephat Kaigai Mwangi? Do you agree to approve Elizabeth Wangare Megwe? Do you approve our sister Gladys Muthoni Mwangi to be a pastor? To be ordained and consecrated as a pastor? I want to hear your response, whether it is yes we do or no. What is your? Do you agree to approve them? Yes. Hallelujah. Do you agree? Do you approve them? Yes. Amen. So, Pastor Richard Wachira Muturi, Pastor Freshia Wajiro Kuria, Pastor Jane Duta Karaoke, Pastor Mary Waboigadu, Pastor Josephat Kaigai Mwangi, Pastor Elizabeth Wangare Megwe, and Pastor Gladys Muthoni Mwangi. As a servant in God Holy Church, you are called now. This is what you are supposed to do. You are called to proclaim the resurrection of Jesus Christ. Turoiga atiriri, mumeitwa kuhubiri hali ya kufa na kufufuka kwa Yesu. Tuko sawa? Ya pili, right interpretation of the word of God. This is the gospel. Yani kuhubiri habari njema ambayo ni injili ya Yesu. Msihubiri vitu vingine, msihubiri bishop wenu, msihubiri kanisa lenu, muhubiri injili. Hubiri the kingdom of God. Bwana Yesu asifiwe. Ya tatu tunasema testify of Christ sovereignty as Lord of Lord and King of King. Tangazeni kuwa yeye aliyetufia, yeye aliyetuita, yeye msiende, Mungu atawainua. Msihubiri juu ya bishop wenu, hubirini kanisa lenu, hubirini juu ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Nao tunasema hivi, guard the faith. Shikilia imani, ihubiri, yani guard the faith. If there let me nigeuke kwa kanisa, kama kuna misinterpretation iko ni ya watu kutokuguard the faith, hata nyinyi tawa request you guard the faith. Guard the faith, hubiri, shikilia hiyo, hubiri injili hii, maana injili nyakati za mwisho ziko na mambo mengi. And so we are saying guard the faith, unity and discipline of the church. Ukiona dhambi ni dhambi, hata kama ni mtu anatoanga 1,100, mwambie hii ni dhambi na hatutazoea. Kosa 1,100 lakini injili iendelee. Bwana Yesu asifiwe. Ile ingine ni ya kwamba celebrate and provide administration of the ordinances of the new covenant, and be in all time, in all things faithful servant in the ministry, in the wholesome example of the flocks of Jesus Christ. Ninataka kusema hili na neno moja, iweni kielelezo, iweni mfano mzuri, iweni wa kuongoza kondoo. Na ukiona moja imemisbehave, hapana rushia mawe. Aya makoro marialito na tia ni ya Ngai mamenyagirire. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Aya ni ng'ondu cia Ngai. Na ng'ondu no uria ngibehave. Na ni cia Ngai. Na ukamenya we ng'ondu ile nene. Bwana Yesu asifiwe. So tunasema ya kwamba celebrate and provide administration. Yani tu ni kupeana guideline.
na Mungu anawaongoza juu ya maombi, kuwaombea, na neema inawatosha. Tunasema hivi, with your fellow leaders, you will share the leadership of the church through the world. Enendeni, milango yenu ya nje ifunguke. Mhubiri injili mahali pote. Msiwahubiri, msifungwe na dini. Na hiyo nitawaambia mbele yao wapendwa. Msifungwe na jina Victoria. Mumefunguliwa, mnahubiri ufalme kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Ninasemanga yale makosa naweza kuwa naye ni kujionanga nikiwa bishop wa Victoria. Mimi ni wa kanisa la Kristo. So tunapomalizia hapo ninasema hivi, with your inheritance, your heritage is in faith and particular prophet, this we call apostle and mystery of those of every generation who have looked to God in hope. Your joy will be to follow the ways of Jesus Christ, who came and not to be served, not to be served, but to serve. Hakuja kutumikiwa, alikuja kutumika. Siniambia jirani yako, serve the Lord. Na ninapomaliza tunasema hivi, and give his life as ransom for many. Mark chapter number 10 verse number 45. Yesu alijitoa, hata nyinyi jitoeni. Na nimwambie ukweli, because that's where I started, neema ya Mungu itawatosha kuwapeleka hata mbele zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Are you convinced beyond reasonable doubt that you are called and you are fit for the office of a pastor? Yes, I am. Okay, will you accept and reference this call, fulfill the trust in obedience to Christ? Yes, I will. Will you faithfully commit yourself to those the Lord Jesus presses to have oversight over you? Yes, I will. Will you faithfully engage in prayer and the study of the Holy Scriptures that you may have the mind of Christ? Yes, I will. Will you boldly proclaim and interpret the gospel of Christ, enlightening the mind and stirring up the conscience of all people without compromise? Yes, I will. Will you strive to live a life that is blameless, holy and without reproach, and be a person of integrity? Yes, I will. Will you jealously defend and guard the faith, unity and disciplines of the church? Yes, I will. Will you be merciful to all, show compassion to the poor, those suffering in mind and body, strangers, and defend the fatherless? Yes, I will. As a leader and a pastor, will you encourage and support all saints in their gifts and ministry, nourish them from the riches of God's grace, pray for them without ceasing, and celebrate with the ordinances of redemption? Yes, I will. As a pastor, do you fully understand your responsibility in this ministry? And are you willing by God's grace to sacrificially fulfill them? Yes, I will. Do you clearly understand the organogram of Victoria's Lord Seekers ministry? Yes, I will. Bishop, come on. I will obey this new level of commitment. Tutasema tu pole pole, msiwe na stress. Nasema tu pole pole dada. Tutaenda pole pole. I will obey this new level of commitment. Will obey this new level of commitment to the Lord Jesus Christ. To the Lord Jesus Christ. And to the leadership. And the leadership He has placed over me. He places over me. To serve. To serve as a pastor. As a pastor. I will, by the help of the Holy Spirit. I will, by the help of the Holy Spirit. Do my best. Do my best. To live holy. To live a holy, righteous, and faithful, life accordance to the covenantal, according to this covenantal ordinances, as I live, as long as I live, as long as I live, as long as I live, in season, and out of season, or in any other circumstance, without compromise, regret, and fall back.
Amen. In season and out of season, convince, rebuke, exhort, with all long suffering and teaching. But you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, and fulfill your ministry. And the words of Apostle Peter 1, the book of 1 Peter 5, verse 2 to 4. Shepherd of the flock of God, which is among you, serve as overseers, not by compulsion, but willingly, not for dishonest gain, but eagerly, nor as being lords over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that does not fade away. Now I repeat these charges. I charge you before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word. Be instant in season and out of season. Reproof, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Be watchful in all things, endure afflictions, do the work of the ministry. We continue with the charges. Make proof of your ministry. Don't quarrel, but be gentle in all to all people, apt to teach and patient. In meekness, correct those in opposition. In love, in spirit, in faith, and in purity. Thank you, Jesus. Yatenda kwangu ni mengi, shuhuda zako hazielezeki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Yatenda kwangu ni mengi, shuhuda. Neema kutoka kwako. Wewe ndio huita. Tutakaza hizi vyombo ya mafuta. Jehova, tunaomba uweze kuonekana. We are praying that your presence may prove to be seen here. Let your word speak among us, O God. Katikati yetu, we want to hear from you. Jehova, tungetaka ishara na miujiza ya neno lako. Hivyo twazitakaza, tunapozitumia zibariki kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tuseme amina. Nikulipa nini kwa yote umetenda, Baba. Baraka zako hazihesabiki, wema wako hauzoeleki. Umefanya hili, umefanya lile. Pastor Richard Washira Muradime Gai Randima Muturi Randima Pastor Richard Jehova na mweka wako Mwiterelia mamutamaye ugusema mtumishi wa Mungu. Mungu asimame na wewe. Neema ya Bwana isimame na wewe. Na nena damu ya Yesu, damu ya Yesu hata kwa ajili ya mke wako. Amina. Hata kwa ajili ya mke wako. Damu ya Yesu itakuwa juu yako. Damu ya Yesu itakuwa juu yako. Damu ya Yesu itakupigania. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Damu ya Yesu itakupigania. Kuanzia leo, lakini kwa jina la Yesu Kristo. Mungu amewaponya magonjwa yote. Hakuna kifo cha haraka. Haleluya. Utangaze mema ya Bwana. Neema ya Mungu ifanye huduma yako Bwana. Wakati mnahubiri na takaza vinywa zenu. Daudi turudumiro wa nyumba na kibokea na kama ya Yesu. Kama ya Yesu. Out of season.
Ngai mahinda marĩa magĩrĩire na marĩa matagĩrĩire na nĩ megũkũhunjia kuanzia leo na waekelea mikono nikipigana na dini nimepigana nayo kile kiruaga na hivi mtuli kile kiruaga nao kile chaenda kwa kilisemo hakika pigana naye tena katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Hata mke wako nimesema amepona, hakuna roho ya kupigana naye katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na nasema kuanzia leo hata jamii yenu imepona, kazi ya mikono yenu imepona, jamii yenu imepona. Mwambie tena baraka zako hazihesabiki, wema wako hauzoeleki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa tena Baba lile. Oh, niseme nini Baba? Niseme nini? Siwezi kueleza. Baba hey, niseme nini? Niseme nini? Siwezi kueleza. Bali nina. Bwana niseme nini? Niseme nini? Siwezi kueleza. Bali nina. Hey, bali nina. Hey, bali nina. Authority, by the authority accorded to me, by Victoria Road Seekers Ministries, I pronounce Pastor Jane Duta Karaoke. I pronounce Pastor Gladys Muthoni Mwangi. I now pronounce Pastor Miri Wabui Gadu. I now pronounce Pastor Richard Washira Muturi. I now pronounce Pastor Josephat Kaigai. I now pronounce Pastor Elizabeth Wakari Migwe. And lastly, I now pronounce Pastor Freshia Wajno. Pokea ibada ya, pokea heshima na utukufu. Bali nina, bali nina, oh Baba. Hii alimwambia na miguu yenu muitumbukizwe kwa mafuta. Let your feet be dipped in the oil. Miguu yenu itumbukizwe kwa mafuta. Na wakati nilikuwa nikifanya utafiti wangu, nikaona kuweka mafuta kuweka miguu kwa mafuta ni kuwa prosperous. Haleluya. Ni hali ya kupanuka. Inasema wakati nilikuwa nikifanya tena utafiti wangu, nikaona ni kuweka miguu kwa mafuta ni kuwa na abundance, kuwa na wingi, kuwa na wingi. Hallelujah. Abundance, prosperity, and even having a fertile land. I pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, that your churches will be a fertile ground. Your churches will be a fertile ground. Your ministry will be a fertile ground. In the name of Jesus Christ, may the Lord give you abundance. May the Lord give you prosperity as you continue to deepen your feet. Oh, in the oil of the Lord. Atakemene, Baba Manasseh, may you deepen your feet. Oh, in the oil of the Lord. Kulia kuwa na mafuta.
Wapendwa, huduma zinahitaji mali. Naombea wapendwa wa watoto wa Mungu ama wale mmemwagiwa mafuta ya kwamba hakutakuwa na ufukara. Naomba ya kwamba huduma hakuna ufukara. Hakuna ufukara. Hakuna ufukara. I am praying for that abundance. Mnapoendelea kutumbukiza miguu yenu kwa mafuta katika jina la Yesu. Neno lingine lilisema na Musa. I know I've been talking to you this. Kuna neno lingine lilisema liko katika kitabu ya Deuteronomy 33. Ni wakati Samueli alienda kumwagia Daudi mafuta. 1 Samuel, it is a book of 1 Samuel. Daudi alienda kumwagiwa mafuta na Samuel, na akapatikana kwao na akasemekana lazima mwagiwe mafuta. Lakini what I want you to get is that when he was anointed, the Spirit of the Lord came upon him in a mighty way. I am praying that today, that the anointing of the Lord na mafuta hii mamwagiwa siku ya leo, naomba Roho wa Bwana ashuke juu yenu kwa njia kubwa sana. Naomba mafuta madherere na Roho wa Ngai aroke igoro ryanyu na njia kubwa katika jina la Yesu Kristo. And you know, after that, niliona Daudi akiwa identified. Niliona Sauli akianza kuuliza, nani huyu anaweza piga kinanda? Kwa sababu Sauli aliingiwa na roho mbaya kutoka kwa Mungu. Na watu wakaanza kuulizana, nani anaweza muimbia Sauli na hii roho mbaya imtoke? And David was identified as the man to serve in the kitchen. Na akaitwa akawa identified, akawa na kibali, akawa ndiye anaenda kupigia Sauli kinanda. Akipatwa na hizo maroho machafu, Daudi anaitwa, anapiga kinanda na mapepo yanatoweka na Sauli anakuwa mzima tena. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo, mafuta hii iwawezeshe ya kwamba mtakapoachilia neno, mapepo yanatoweka katika jina la Yesu Kristo. Naomba mapepo yatoweke. Nikaona Daudi, he was even made a numbearer. Ni yule alikuwa kibebea Sauli silaha zake za vita. Naomba kutokea sasa na kuendelea ya kwamba Bwana kawainue. Inuliweni. Be identified. Wakati walikuwa kitafuta mtu naomba Bwana kawainue zaidi na zaidi. Ninaomba ya kwamba hizo vijiji kuna mambo yataenda kufanyika. Ninaomba katika jina la Yesu, kuna utukufu. The Bible says it is from one level of glory to the other, and we are praying for a new level of glory, a new level of glory in Kemende, a new level of glory in Flyover, a new level of glory in Maimahiu, a new level of glory Karura Kanyogo na Narumoro, a new level of glory. Tadora na Ezekiel, a new level of glory. Our Pastor Richard, a new level of glory in Jazene, a new level of glory. Kule kwa Pastor Kaigai, kule weta wote, Rashata, a new level of glory. Pastor Merele Buru, roho yake ya haroka na jirani, a new level of glory. Na wale watakuwa hapa, Pastor Wangari, Pastor Freshia, na Pastor Jane. We are praying for a new level of glory. A new level of glory. Kushukuru. Oh Baba nina. Kushukuru. Oh Baba nina. Kushukuru. Oh Baba nina. Kwa kinywa chako tu mwadhimishe Bwana. Pili, kama sio nyinyi mliokuja, mimi ukweli singeweza. Ya tatu, thank you for your support. Saa ingine unatuombeana, unataja majina yetu, lakini kwa neema ya Mungu, we are the way we are because of your prayer. Labda na observation we observe, tukaenda shortcut. I hate vitu za shortcut. Niliambiwa na my mom, ninaambiwa na my brother, ninaambiwa na my brother mkubwa David, Daktari David Makime, ninaambiwa na mwalimu wangu na Bishop George. Bishop, anytime we are doing something, at even if we kidogo, make it straight. Because shortcut will cut you short.
So kama tumewakwaza, utusamehe. Kama kuna mahali hatukufanya vile mnaonaga zinafanywa, neema ile tuko nayo imetufikisha tu hapo. Utubiri tunaguo twahota gwika uguo mujohere na muhoya nilio tulivu hiki. Kama sio nyinyi mumenifanya kuwa bishop wenu, hawa ni wageni walitembea leo na kesho wanaenda. Ninawatolea salute, I salute. Mungu awabariki. Finally, wada ni thank you mbele yae. Tinganewe maundu wega pastor, no kawe na matiririkana. Aiwaida. Ninakushukuru kwa matendo yako makuu. Ninakushukuru kwa rehema. Ninakushukuru kwa fadhili zako. Rama soka tababa. Zeka tamayanderere mosata. Ripokoro mosata. Zeketere na mai. Riana mosataba. Shukuru tu Mungu pamoja nami. Mwambie Baba ninakushukuru. Baba ninakushukuru. Baba ninakushukuru. Sana leo manambosha. Umefanya hili, umefanya lile. Umefanya hili, umefanya lile. Umenipa jina. Ropi zaka. Umefanya hili, umefanya lile. Umefanya hili, umefanya lile. Raposie ketababa. Rama Korea, umefanya hili, umefanya lile. Umefanya hili, umefanya lile. Umenipa jina. We Baba, we Baba, we Baba. Umefanya hili, umefanya lile. Umefanya hili, umefanya lile. Umenipa jina. Rapo sakaba. Ri, se, ke. Umefanya hili, umefanya lile. Umefanya hili, umefanya lile. Arapo sakaba. Ripasa. Seke, shana. Umefanya hili, umefanya lile. Umefanya hili, umefanya lile. Umenipa jina. Come on, come on, come on. Riposia katama ya. Umefanya hili, umefanya lile. Umefanya hili, Ninatangaza, akupa jina, akupa jina, akupa jina, akupa jina. Umefanya hili na lile Bwana. umefanya hili, umefanya lile. Umenipa jina. Ropo zeke. Nenda mbele za Bwana mshukuru. Rapa, sike, shaka, ria, sheke taba. Riko na mandere dosaka. Rika mando rapa saka. Shako tia mandere. Kandila na saka na. Mungu mimi ni nani kuitwa katikati ya mataifa? Nimekuja kushukuru. Sio kwa ujanja wangu, sio kwa nguvu zangu. Ni rehema zako tu. Kama unajua rehema za Bwana zimekuwa nyingi kwako na hujastahili, maramazata baba sheketerere mande nina manderere mosata shakotia mandere siakora mazaka shania na moya rakosia makara rikasapa sheketa. Umefanya hili na lile. Umefanya hili, umefanya lile. Umenipa jina. Baba ninakushukuru. Umefanya hili, umefanya lile. Umefanya hili, umefanya lile. Umenipa jina. Kora mazepe.
akupe jina kwa mabosi wako, akupe jina kwenye biashara. Umefanya hili kwenye huduma, akupe jina. Pokea jina jipya, pokea heshima mpya. Umefanya hili. Rapo saka anasikia neema ya Bwana ya ajabu. Umefanya hili na lile, moja kwa moja, moja kwa moja. Kerapo saka sheketa rikaba boseke. Riapo saka shako telema rikamasekata. Limitation zinaondoka. Karamo sete. Chains are breaking. Rima sobaka. Kamera rabo sakale. Ramo sata. Rika sete. Rapo kete. Riko sata. Shako te. Jumapili yako. matikana ya kwenda ya kununua makiwala dao kwa kumadenda kumatogia na kumahe nyano hoti au kutaka kwa yadai mko mwake mauta habra kuna makiwa moyo la mahoya ya kuna kiwa kila mtu ndio wao mmoja na kila mtu wa kuda kuda na bro yake kama kuna mkwala ndio aliyakomna makiwa mkwala wanataka maushi ndio kutanda na makiwa moyo kwa vile mmoja wao mmoja na kudina mbele kila mtu alutesha na kila mtu atamnya wao mmoja ndio ya kushia mahitaji omrenya ndio mena kwa yuko ndio mwenye hiyo tuna makiwa moyo kila kwa makina kama yake yate ni magi na mbele na muone keimo mako meheri ndio chiole muone kile kana mifago ya koma eko fagilia ndo ndio madiga kinya hali na makiwa moyo mali komo ile ndio hivyo okejiko na ndio madini wa madini machio mode ndio madini wa milinyo na makiwa moyo kwa hapo na makiwa moyo otorio toraga ndio kama mwana tukagatira tuladino wake kana makiwa moyo kimanyo aikao yake mwana hizo na makiwa moyo utokina nayo watu ndogosho kila tuwe na wagirire makiwa moyo ala matano kwa menya wao mmoja ala moka kinyamlia wao osho kama ya mfako ina watu ukamoneka na kama na jaga na kama tugatira na makiwa mwibara na hawa dai wako na lili wako na tuwa kwa mwana ndo yana milimo yote kana mfako ya chaikani tukimana tugedhiere tukituma makiwa mwibara makiwa watu wakiambeshinere tukwa tweshitagio oro wakumenya makiwa tweshitagio maundu maria magereire tondu ngai mwana kaigua oiguaga ngai wathani makiwa moyo kana mekuraga chumenya wa muthi unaota maria mbango-ini waku niko wakumeka maundu mega nema ni mutumani nao kumo kiroko atona mno makinya maida maya kama makiwa marathime tondu okigukiria kwao makiwa meka maundu mega ona mno makiwa moyo utuika wakumatogia na makiwa matikanerie tunokathi wa ikao ekirathi wothe wa tumenya wa muthi utuika wakuiga thini wa muturira wao kama makiwa moyo na ithuĩ mũthamaki wa muoyo tũtuĩke a gũikara thĩinĩ wa matukũ mothe ma muoyo wajĩkĩnĩrĩka maũndũ mega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai na Mũriũ na Roho Mũtheru.
shetani